Wewe mwenyewe ukienda kwa street uendi juu ya kufuraha. Unaenda ni ile mashida umeacha nyuma. Hauna kazi, wewe bado hata ni mtoto wa shule. Mimi nilienda hata standard 2 sikufika. Nilienda nikiwa mtoto. Juu mamangu amefukuzwa ushago na babangu. Makao tulikuwa tunalalia cotton. Sufuria hatuna, sahani hatuna. Tunapikia kwa mkebe, tunamwaga ile chakula kwa cotton yenye tumeokota huko kwa barabara kwenye tuko tunaokota zingine. Ni ile shida ilikuwa kwetu. Kuna mkebe 4. Mkebe moja ilikuwa ya chai. Mkebe ingine ilikuwa ya ugali. Ingine ilikuwa ya mboga. Na ingine ilikuwa maji ya kuchemsha. Mimi sikwenda town juu ya kutaka ati mimi ni street. Na sikukunywa gum ama bangi ama dawa za kulevya juu ya kutaka. Ni juu ya mzazi wangu Kenya anapitia. Kwa majina ni Margaret Wangari Muthoni. Na mimi ni mama wa watoto wawili, Richard Murege na David Kamau. Na ninataka kuwapea mambo yenye nimepitia ya shida na mpando na mteremko. Sasa mimi nilianza street venye wazazi wangu walikuwa na shida. Mzazi wangu ndio tulifukuzanga ushago na baba yetu alikujanga Nairobi. Tukaanza kupika na mkebe 4 ya maziwa ikubwa, ya 8 ikubwa. Tukaanza kupika ugali nayo, chai, boga. Sasa mama wangu akaona shule anaweza kutupeleka shule. Jioni hakuna kitu ya kukula. Nikaambia mzazi wangu kuliko upate hivi shida, mimi ndachukua gunia nianze kuokota makaratasi. Ninaenda na pima ndio tupate jioni ya kukula. Tulikuwa tunafanya hivyo na brother yangu Isaka. Tunaenda tunaokota karatasi, tunauza, tunaletea mzazi wangu pesa. Tukajifinyiria mamangu akapata kazi Isiri. Bado tukang'ang'ana na maisha. Mimi nikaona ile maisha tuko. Nikaambia brother yangu mimi ndaenda town. Kwenda town, brother yangu ndiye akanifuata, tukaanza kukaa kwa street. Mamangu hata shughuliki juu hata hiyo ako na watoto wengine ako na shida. Sisi Kenya tuko tunapata town ya kuomba, tuko tunaletea mzazi wetu. Tukienda tuombe, tupate maviazi marikiti, tupate nyanya, tunaletea mzazi wetu anapika. Tunapata kukula. Hivyo tukaanza kuwa kwa street, tukakaa kwa street, mzazi wetu akaaga dunia. Tukabaki bila mzazi, hata baba hata mama. Ndio tulishikana tu na brother yetu, tukatoka sasa kwa kijiji. Mwenye alibakingi kwa kijiji ni sisi yetu ule mkubwa. Tukatoka kwa kijiji tukaenda kwa street, tukakuwa wenye street. Tukakaa kwa street, tukakuwa wazazi mpaka kwa street. Tukapata watoto. Kenya unaona watoto wengi kwa street, wazazi wao hawana nguvu na wazazi wao ni wagonjwa. So, unakuta mzazi kama wangu alikuwanga mgonjwa ARV, HIV. Na saa yote alikuwa anagonjeka. Wewe mwenyewe ukienda kwa street uendi juu ya kufuraha. Unaenda ni ile mashida umeacha nyuma. Hauna kazi, wewe bado hata ni mtoto wa shule. Mimi nilienda hata standard 2 sikufika. Nilienda nikiwa mtoto. Juu mamangu amefukuzwa ushago na babangu. Makao tulikuwa tunalalia cotton. Sufuria hatuna, sahani hatuna. Tunapikia kwa mkebe, tunamwaga ile chakula kwa cotton yenye tumeokota huko kwa barabara kwenye tuko tunaokota zingine. Tunaokota cotton, tunamwagilia mzazi na watoto tunakula. Ni ile shida ilikuwa kwetu. Kuna mkebe 4. Mkebe moja ilikuwa ya chai. Mkebe ingine ilikuwa ya ugali. Ingine ilikuwa ya mboga. Na ingine ilikuwa maji ya kuchemsha. Mimi sikwenda town juu ya kutaka ati mimi ni street.
na sikukunywa gum ama bangi ama dawa za kulevya juu ya kutaka. Ni juu ya mzazi wangu Kenya anapitia na alitoka aliaga. Mamangu alikuwa anagonjeka. Wamama wengine wanasema watamwambukisha ukimwi. Mimi ndio nilitoka nikaenda juu saa yote napelekwa kwa chifu. Nimetukana na mama na nimewapiga na mama. Ni juu ya kutukana mzazi wangu. Kuliko niletange makesi mimi niko jela saa zingine na mamangu wa mgonjwa. Nilitoka nikaenda kwa street. Nilikuwa nakuja kila Sunday kuangalia mzazi wangu. Lakini aliaga dunia. Na kazi ya kutia mzazi wangu hata mimi mwenyewe nikagonjeka tu. Sikugonjeka ni furaha. Hapana. Na aliaga dunia. Sina mama wala baba. Mimi ni mtoto wa yatima. Na mimi ndio najilea. Sasa mimi mtoto wa kwanza mwenye nilipata, bwana mwenye nilipata, nilipitia majaribu. Bwana ananitumana pilipili ya 50 Kikomba. Anarudi ananunua chapati na boga ya nyama. Anakatakatia hiyo pilipili kwa chakula. Ananiambia nikule. Mimi nang'ang'ana, mimi mjamzito. Nang'ang'ana niko Grogon. Sina mzazi nitaenda nyumbani anishikilie. Sina kwa kuenda. Sistangu na yeye sijui kwenye yako. Sina kwa kuenda. Bradhangu na yeye sijui kwenye yako. Mimi tu nang'ang'ana tunakula pilipili. Nikimaliza kula pilipili, saa zile kumenyesha, ananiambia enda pale kwa mto Riverside uoge mkono hapo. Kwenda kunawa mkono, anakuja nyuma na nikanyanga na mguu. Ananirusha kwa mto. Kunirusha kwa mto, mimi nitaenda na mto. Pale Kamkunji polisi. Hapo kwa kiwanja kuna vijana walikuwa wanauza hapo, walikuwa Mungiki hapo. Walikuwa wanauza orodha hapo. Wananiona, wananitoa kwa mawe, kwa mto. Na mto sasa hiyo imejaa, wananitoa. Mimi tunakaa tu kwa street. Kutolewa hapo, wananifinya, wananiambia msinifinye tumbo ngana mimi mjamzito. Wanang'ang'ana, wananiweka mkokoteni Kenyatta. Inaenda Kenyatta nakaa. Mimi niwe ule, narudi kwa street. Sina kwa kuenda, niko tu kwa street. Niko mjamzito. Naona tu badala ya kuhangaika, wacha nirudi kwa ule tu mwanaume wangu wa street, narudi Grogon. Kurudi Grogon, ananitandika. Sina wa kuniulizia, sina kwa kuenda. Ananitandika. Nikimaliza ananifungilia kwa mti ya stima. Siku moja ndio mzazi wangu alisikianga. Baba alikuwa ameaga, mama alikuwa ameaga. Akakuja akanichukua kwa street. Penye nafungilia yangu kwa mti ya stima. Na mimi ni mjamzito. Akakuja akanichukua. Mimi kuja huko. Nikakaa, nikazaa mimi nikamwachia mtoto nikarudi kwa street. Mwenye nilikuwa na mimba ya kusikia nimerudi kwa street, akakuja. Ananikuta town huko katikati hapo Ramogi. Ataenda amenivurutia chini mpaka Grogon kwa mto. Anajaribu anaambia na watu, kwa nini unatesa huyu msichana? Si uachane na yeye kama hakutaki. Anasema huyu ni bibi yangu, ako na mtoto wangu na alizaa mtoto akauza. Ninamwambia sijauza mtoto nimeacha kwetu. Tunakaa na yeye tu. Mimi napitishiwa majaribu. Bado tu mimi niko hapo nimekaa. Nauza dawa za kulevya zake. Nilikuwa nauza dawa za kulevya, nilikuwa nauza bangi, gum,
dawa za kulevya, na zote nikiuza hata shilingi sipati, na mwelekezea yeye. Haezi nipee pesa niletee hata mzazi wangu, hata mtoto mwenye nimemzalia nachukua yote. Jioni akikuja pesa yenye umeuza eka yote, mimi na eka yote. Mimi majaribu nimepitia na shida. Sasa ndio mzazi wangu alikufa. Nikashindwa huyo mtoto ndio amebaki. Nitakaa kwa street nikuje na ule mtoto wangu. Majaribu huku ndio mingi. Kwa mto narushwa kila siku. Kama ningekuwa kukufa ningeenda na hii mto ya Riverside. Lakini Mungu ananisaidia mimi natolewa. Na nikirushwa na mtoto nani atanitoa? Hakuna. Na sasa maji ni mingi huku Grogon. Mama amekufa, baba amekufa. Nitaelekea wapi? Mimi tu nilikuja. Nikakaa huku Huruma. Nikatoka kwa street. Tukazika mzazi wangu. Kuzika mzazi wangu. Mimi nikakaa Huruma. Ule mtoto bado nang'ang'ana ninalea. Ninafua vibarua hapa kwa kijiji. Ninalea. Mtoto nikaanza kuingia shule, akasoma, akaingia form 1, bado nang'ang'ana na vibarua Isili. Mpaka wa leo niko tu Isili vibarua. Nimesomesha mtoto mpaka form 1, mpaka form 4. Amemaliza shule, mwenye nimetoka naye kwa street. Sasa ni kijana mkubwa. Huku kwa street unakuta mtu anakutumia na asubuhi anasema umemuiba na akulipi na anakufukuza. Utarudi kwa street kuomba. Kile ule mtu amekutumia lakini amekuachia nini? Virusi. Wewe ni mlevi. Uko na gamu kwa mdomo. Dawa za kulevya ziko kwa mdomo. Umemeza. Hata mtu akudanganya ya kuachia Kenya na kuachia hata kama ni 20 au jijui saa hiyo. Hakuna mtu anajuanga hiyo ugonjwa utapata aje. Unatukianga ikonda. Jule mwanaume akikuja na virusi hakuambii niko mgonjwa. Anataka kutumie wewe. Ndio akuachie hata wewe nini? Virusi. Hakuna mtu anajua venye anapatanga virusi. Hakuna. Kuna mtu direct anaweza kuambia nilipata hivi. Hata wengi wenye wanasemanga nilizaliwa nayo hakuna. Kama nikuzaliwa nao ningekuwa nimezaa mimi watoto wangu na virusi. Kuna vitu za kukinga huyo mtoto asishikwe nayo, kuna dawa. Unaambia ukizaa meza hii, ukisikia mtoto anakuuma meza hii. Na mimi ndio nilikuwa nafanya na meza. Ule mtoto angekuwa na virusi. Mimi hakuna mtoto nimezaa na virusi. Na nimezaa watoto wote nikimezanga tu dawa za virusi. Na ziko tu hapa kwa nyumba. Na mpaka huyu amemaliza form 4. Hajajua mamangu hako hivi. Sasa hii ndio amekuwa mkubwa. Nisimpe stress. Amemaliza masomo. Ndio nitamwambia hii unaona nini na kumezanga. Kuko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Wasichana achana nani. Watakugonjesha. Lakini ukianza kuambia mtoto unaona nakunywa dawa na ule mtoto bado ako kwa shule. Unampa nini? Stress kwa kichwa. Juu mimi mamangu ndio alinipa stress mpaka nikaenda kwa street. Ni ile maisha tuko tunapitia. Na hajui Nairobi. Ni mgeni. Mimi sasa ndio nilijua Nairobi, nikajuana na vijana, nikajuana na wasichana, wakanionyesha kwa street. Na wenye walinionyesha, mmoja alikuwa hapa chini, marehemu Zainabu, alikufa. Alikufa kifo ya unyama. Kifo mbaya. Alidanganyiliwa tuko kwa street na kijana. Kama tunauza hapo gamu, akaniambia mimi naenda huko Majengo, tunaenda kukunywa pombe huko. Kamwambia sawa endeni. Kwenda. Kumbe huyo msichana kijana alienda akamtumia, akambaia nunulia pombe, akamleta bus station, wakamrape kila mahali mbele nyuma, karudi wakampeleka pale Uhuru Park kwa hiyo daraja ya chini, juu kumejengwa, hiyo daraja imeteremka chini, kamweka chupa kwa mdomo, chupa mbele, chupa nyuma.
wakamwacha hapo kwa daraja kama amekufa. Ndio nasemanga siwezi taka kuonesha watoto wangu kanjia kenye nilipitia ka street. Juu uko street kuna unyama. Na uko street mtu aendangi ni kupenda. Anaendanga juu ya shida. Hata sasa hivi nikiwa na shida, sioneshangi watoto niko na shida, hapana, nitawaonesha waanze kuenda. Nawaoneshanga tutapata. Tukikosa leo, tulaleni. Hata kama tutalala njaa, kesho hatutakosa. Unajipa huo. Unajipa imani kesho nitapata. Na ndio sasa hivi mimi nakaa. Venye mamangu aliaga nikachukua tu vitu twake nikaeka kwa nyumba, na mpaka kwa leo hii nyumba nalipanga. Na siuko ati kazi ati ya mwisho wa mwezi, ni mimi nimejiandika vibarua. Na mimi ndio nalisha watoto na mimi ndio nawasomesha. Na hakuna mtu nategemea ati atatoka nje anilete. Na jitambuanga mimi ni mtoto Azura. Sina mzazi atakuja kunigongea mlango aniite. Najilea na ninalea watoto. Mtu najiaminingi na napewa watoto wangu. Mungu atanisaidia. Penye mimi nimepitia watoto wangu na shida. Mungu naambia hata Mungu itikie watoto wangu wapite shida kama hizo. Za kuuawa, unarushwa kwa mto ukiwa uhai. Utasaidiwa na Mungu hapo huko. Mimi nimepita majaribu, milima na mabonde. Lakini wenyewe wako kwa street na waombeanga Mungu tu. Watoto kwa street. Na watoto wao wasikaje kupita hiyo maisha wako. Juu ni maisha ya shida. Maisha ya taabu. Maisha ya kilio na kuteseka siwezi taka. Hata wenye wako ni wengi wanatoboa. Lakini watoto wenye wamezaa hawatatoboa. Watamalizwa tu na wenzao. Unapata na kijana akiona umekuwa rafiki na kijana mwingine, anachukua mtoto wake na anamuua. Hiyo ndio maisha iko kwa street. Wanamalizana wenyewe kwa wenyewe. Wewe utakuwa bibi ya mtu, lakini hata bado atakuwa. Atakurusha kwa mto, enda na mto. Mimi nimerushwa mara 3 Riverside. Na imejaa. Mimi nimeokolewa kwa kichungi pale Kamkunji, kwa shimo ya kuingia ndani. Ukiingia hapo utapatikana, lakini Mungu akona itangoja niitikie nifike. Mimi nikifika hapo na maji nanipeleka kwa kiwanja. Vijana wananiokolea. Mpaka wa leo mwenye alikuwa ananifanya hivi anasikianga wangali bado wako. Namwambia, nasemanga endeni mumwambie mimi sio wa kukufa. Ningekuwa kukufa ningeenda na mto. Mimi bado niko na sigeuki niangalie nyuma. Hapana, mimi naenda mbele. Wacha nilee watoto wangu. Mamangu akiaga nilikuwa naye hapo kwa kitanda. Pia hata kitanda niliuzia mama mwingine 400. Nilikuwa nimeisimamisha hapo. Hizi zingine za chuma ni mimi nimejinunulia. Aliniambia, nyakati yenye utavuka hii mlango umeshika gamu na mdomo, hata mimi nifuate nyuma. Na akafunga macho akakufa. Sio ni laana. Hiyo ni laana. Hapo na hapo ndo niliacha gamu. Sivutangi gamu, sivutangi sigara, simetangi dawa ya kulevya. Hakuna kitu natumia ya kulevya. Mimi nakaanga hivi. Nakaanga hivi, hakuna kitu nilipeo na mtu ati hapana. Ati nikunywe leo ndio niende nikiachanga. Mimi niliachanga mara moja. Nikasema ikitosha imetosha. Drugs yenye natumia ni muguka peke yake. Sidanganya nangi. Na kulanga muguka tu peke yake. Kuna kitu ingine natumianga. Hata ukivuta bangi pale. Nakwambianga we enda ukiendanga. Na uwezi ni danganya ati shika uonje. Mimi kunukia tu nakwambia hiyo umeweka dawa kulevya sitaki. Hiyo ni kitu nimetumia miaka na miaka.
na siwezi rudi nyuma tena. Juu nataka kuona msimamo ya watoto wangu mwisho. Nikiwaonesha ni ulevi, ule mtoto atapita kanjia kenye nilipita. Na njia kenye nilipita sio kafuraha, nikashida na tabu. Unashikwa, unarushwa jela. Kirigiti approved school, nimeshikwa nimepelekwa Kirigiti approved school. Iko huku Kiambu. Nikapelekwa. Tena huko nikaenda nikakutana na wale wasichana tunakuanga nao kwa street. Tukashikana, tukasema ile siku ya kupotea tutapotea Sunday. Tukapotea. Na ukipotea utoke kwa hiyo fence, kila kitu unaika chini. Kama ukuwa na nguo utenda hivyo bila nguo. Tunaweka nguo chini. Hizo za approved zilikuwa green, tunazitupa. Tunabaki na kamiso ingine na suruali na tutapita kwa msitu. Tukitoka huko Kirigiti tuko tunakuja kwa msitu Githurai. Tunatokea Githurai. Tuko tunapita kwa msitu, sio kwa barabara. Juu kupita kwa barabara tutajulikana. Kuna wafungwa wamepotea Kirigiti approved wasichana. Sasa ingine tumepotea 5. Tutapita kwa msituni ndani na tuko uchi. Mchana mzima tunakuja. Tutatokea kwa soko Githurai. Hapo ndio tutaingia, wamama wapige nduru. Hapo ndio tutapelewa manguo. Tunavaa manguo, tunaingia gari. Tunakuja kwa street. Sikaje kuambia ati maisha ya street, hata wenye unaona huko wengi hawana wazazi. Na hakuna maisha mbaya kama ya street. Kuna maisha mbaya. Hata polisi mwenyewe alikuwa anakushika, anaona wewe ni msichana smart, anakutumia na anakuachilia. Ujui Kenya amekuachia kwa mwili. Wewe uko mlevi, ujui Kenya wamekuachia. Mimi hata venye niligeuka ndio nilijua niko na virusi. Na Mungu ananipenda, iko imeniweza juu na niko nayo, simezi dawa. Si nikukunywa dawa za kulevya, na iko inaniweza. Juu sana huko kulikuwa na matunda malikiti, unaenda unakula kila matunda haina. Ile kitu haitakuweza, na nilikuwa na nguvu. Mimi nimetoka kwa street, ndio nikaambiwa enda kwa hospitali na sister yangu uangaliwe. Ikapimwa, ndio nilijua niko na virusi. Na huyo mtoto first born mwenye nimezaa, nimemzalia kwa street. Yeye anasikianga mamako alikuwa chokora. Mamako alikuzalia kwa street. Mamako alikuwa anavuta gani. Lakini hajainiona nayo hivi. Na hajainiona nikiwa mlevi, dawa za kulevya juu sijaionja pombe. Yeye tu anaonanga mamangu tu anakula mgoka na hapo soba na anatupikia na anatulisha na anatusomesha. Hajainipata nikiwa hii na hata nipata juu niliamua kutoka kwa street. Usikaje kuonesha watoto wako kenye unatumia. Lakini siwezi taka, na naombanga Mungu asaidie hata ni akinichukua usiku wa leo. Kare kanjia nilipitia kabaya, asikaje kuitikia watoto wangu wapite kabaya. Aoneshe tu njia mzuri. Juu mimi nimepita njia shida majaribu, lakini wenye niko nang'ang'ania ni wazazi wangu na waliniondokea. Sasa hata mimi hawa ni mimi ni mzazi wao. Na mimi niwashike. Sikuri hata niondoa. Hata wasemange mzazi wetu alikuwa anaenda vibarua, hata sisi tufanye kazi yetu tujipe chakula. Tusitegemee ya wenyewe. Wajitegemee hao, wasitegemee ya wenyewe. Mimi hiyo ndio naombanga Mungu. Mimi nafuanga vibarua. Hata unaweza kuta saa zingine zimejaa ni nguo za kibarua mpaka huko juu. Nafua usiku na mchana. Karai niko nazo hizi kubwa 5. Kuchange kwa wamari, ukienda kwa walia wanakupea manguo na kuchange. Niko nazo 5. Watoto wakilala napanga. Nitafua usiku mzima, nianike nilale dakika 2. Tena niamkie mchana mzima
nguo zichukuliwe. Mimi ni vibarua nafanyanga. Na kibarua watu wengi wanasemanga haiwezi kulipia nyumba. Mimi nanilipia nyumba. Imesomesha mtoto mpaka form 4 kibarua. Ukipata shilingi 300. Usikule yote. Kama iko unga kwa nyumba, nunua 100, mafuta, salad hivyo. Pika, eka 200 na utasomesha mtoto. Mimi nimesomesha mtoto na vibarua. Na hata huyu mwingine nina imani namsomesha na vibarua. Na atamaliza. Na wasaidie wa familia. Wasinisaidie mimi kwanza ndio nalianga. Wajisaidie hao wenyewe. Na watoto wao. Mimi nijisaidie mwenyewe. Jua nini usitegemee watoto wako. Ukimtegemea ule mtoto ni saa zile ameanza kujiinua. Akipata pesa mamake amenyosha mkono. Nipe. Ule mtoto ataweza kujinunulia siku gani? Hataweza kujinunulia. Wewe ndio anatafutia. Hataweza kununua hata kanguo kake ama kakiatu kake. Akipata kazi, mshahara, nipe. Mimi hata namwambia, sasa hivi umekuwa mkubwa, miaka yako imepita ya kukaa na wewe. Ukipata kazi, fanya hii mwezi. Hii mwezi ingine, komboa kanyumba kako. Jishikilie. Kukula mimi sitakunyima. Kujanga unakula unaenda kwa nyumba yako. Ndio niweze kusomesha huyu mwingine venye nimemsomesha. Hivyo tu ndio namwambia. Pata shilingi yako usinipe mimi. Okolea. Jishikilie nayo. Nunua nayo kitu kenye unataka ingine eka. Upate kanyumba kako ujinu. Ulipe ujipange. Juu saa hii nimemaliza kumlea. Si nimemlea kwanza mdogo. Amekuwa mkubwa. Lakini yule mtoto hawezi nichokesha. Ni mtoto wangu. Kama ana bado ni mtoto. Ako hapa. Yeye akilala huko mimi nalalanga. Unaona kaka neti. Mimi nalala hapa kwa kiti na kitanda yangu iko hapo. Nalala hapo kwa kiti. Juu mimi mambo ya bwana siwezi taka. Nakaanga hivyo. Nilikuwa wakuwa wana yeye hapa mwingine. Nilikuwa naye Kamau. Karibu aniue kwa nyumba. Wacha nivyo watoto wangu na shida. Lakini nao watakaa mzuri. Hawatapita maisha yenye mimi napita. Nilikuwa napita. Hata sasa hivi wako na maisha mzuri. Si wanakula na wanakunywa. Hiyo ndio utajiri tosha. Na amesoma. Hiyo ndio utajiri mzuri. Si ati utajiri ni furahia ati saa zile nikuko kwa gorofa, hapana. Utajiri ni kenye uko nacho, hiyo ndio chako. Hikyo kikubwa sio chako. Mimi wenye wako kwa street naweza waambia. Kenye wanapata kidogo wakisave. Hikyo kidogo ndio wataanza kukomboa nyumba, hata kukomboa nyumba uweke gondoro chini. Kesho yake utanunua kiti. Kesho yake utanunua stofu ama sufuria. Mtu anza chini. Ndio inuke wapi? Juu. Watoke tu kwa street. Kwa street, mwisho ya street kutoka ni kaburi. Juu huko kwa street, marafiki wako, mabibi zako, mabwana zako, hao ndio wanakumaliza. Hata wasichana wanauananga. Watoke kwa street. Kwa street sio kuzuri. Mimi hakuna kitu kwa street nilitoka nayo. Nilitoka na watoto. Nilitoka na mtoto na ndio huyu. Kwa street hakuna kitu mtu anatokanga nacho kizuri. Akiwa mwanamke ni mtoto. Mwanaume akikaa kwa street kaburi. Na ukikufa kuna mtu atakuzika, ni serikali tu ndio atakuzika. Utatupwa. Jua kuna mtu anajua wazazi wako, utatupwa. Saa ingine wazazi wako walikufa bado uko kwa street. Wewe ukisemanga wazazi wangu wako mahali fulani, saa ingine walikufanga. Na wewe bado uko kwa street. Ukikufa na wewe ukae mochari sana unatu. Sasa unapotelea tu kuliko upotelee ili kugeuza maisha. Ukweli madhara manze kuescape crime na drugs ni very hard. Like I personally nimeona my fellow friends wenye nimegrow na wao wakipigwa mob wameshutiwa. Mimi mbele yangu TV naona mishta yako wameshutiwa mbele ya mwisho.